Ilio bwana audience tu discuss pamoja kwamba unajua bwana Mbosso katika nyimbo yake ya anamtafuta mchumba wake wa darasa la 7 akasema kwamba misemo ya wahenga muda mwingine inakuwa I make sense, lakini kwa upande wangu misemo ya wahenga ina make sense fulani hivi, kwa sababu kuna msemo mmoja kwa mbali unachola image ambayo ina make sense. Anakuambia kwamba ama tuseme hii ni methali inasema kwamba mgagana upo siku zote aliwali mkavu. Umeelewa nini? Nikwambia tu hii methali kidogo inaelezea kwamba mtafutaji siku zote Mwenyezi Mungu hawezi akamweka pangu pakavu. Lakini leo nakupitisha moja kwa moja The African Princess Lebo, ambayo lebo inashikiliwa na msanii maarufu sana hapa nchini Tanzania. Lakini mbali na Tanzania anajulikana Afrika Mashariki kiujumla. Si mwingine ni Nandy, ni msanii ambaye anatamba sana sasa hivi. Ni msanii wa pili kutamba katika hapa nchini Tanzania. Yaani msanii wa kike, si wa kiume, ni wa kike. Badala ya Zuchu anafuata Nandy, lakini baada ya Nandy mwenyewe kuna msanii ambaye alimsajili katika lebo hii mnamo mwaka 2023. Alitamba sana hapo kipindi cha nyuma, si mwingine Yami. Sasa Yami huyu jina lake kamili anaitwa Yasluni Yasin Shabani. Amezaliwa Tanga, na kama unavyojua bwana, Tanga mapenzi ndio yalipoanzia. Watoto wa Tanga sio asili, si wanaume si wanawake, mapenzi wanajua na wanasifika sana kwa mapenzi. Unajua sasa hivi bwana, ukimwangalia Divoice pale amezama katika penzi na mtoto wa Kitanga, si mwingine Lulu Diva. Mapenzi yamekuwa kidalipo. Nikwambia tu huyu Yasluni huyu Shabani before hajakutana na Nandy alitoa wimbo ambao wimbo huu haukutamba sana. Alifanya collab na RJ, yani the DJ Romy Jones ambaye ni DJ wa Diamond Platnumz aka Simba. Lakini bwana nikwambie tu Nandy sasa na Yami wamekutana wapi? Tuseme tu Nandy na Yami wamekutana katika tuseme Nandy alimfuatilia Yami katika social media TikTok, kwamba Yami alikuwa anafanya challenge nyimbo za wasanii mbalimbali. Yaani challenge yake si kuimba, hapana. Yaani zile nyimbo za wasanii alikuwa anaziimba, lakini kwa kupitia social media yake ya TikTok. Nandy akapendezewa nayo sana Yami, lakini akawa anamfuatilia mdogo, lakini mwisho wa siku bwana Nandy akasema bwana, kwa nini nikae nao rohoni? Akamfuata direct na kumuelezea. Lakini kwambia tu nikukumbushe kidogo kwamba huyu Nandy hii lebo yake The African Princess Lebo ambayo alitoa 2018 ilifanya poa sana hapo, ambayo inashikiliwa sana na The Sony Music Entertainment, kampuni tanzu ya Sony Corporation of America. Kwamba tuseme inaniliu lebo ya Nandy ambayo ilitoka mwaka huu 2018. Sasa Nandy akakaa pale na Yami wakaelewana. Sasa ilipofika mwaka 2023 Januari 30, ndipo Nandy akamtambulisha kwa jamii kwamba yeye anamsainisha msanii huyu nguli kabisa ambaye anafanya, ni msanii chipukizi ambaye anafanya vizuri. Yaani alimchunguza alafu akamwona kwamba ana kipaji cha kuimba, na akaona haina noma bwana, nimtambulishe kwa jamii. Basi akamtambulisha kwa jamii, na Yami kwa mara ya kwanza akatambulisha kwamba ni msanii ambaye anachipukia katika tasnia ya muziki. Akasajiliwa pale katika lebo The African Lebo Princess ambayo inashikiliwa na Nandy. Akasajiliwa pale, lakini unajua bwana wasanii kwamba ukishatambulishwa kidogo tu unakuwa na zile amsha ama shauku na wewe ya kutoa nyimbo. Lakini bila Yami yani hakuchelewa sana, akatoa EP yake ya kwanza ambayo inaitwa 3 Hearts yenye nyimbo 3 za nguvu ambazo zilizoteka watu. Na ukiangalia katika social media watu walikuwa wanafanyia challenge sana pale. Ukiangalia TikTok pia na Instagram zinaenda sana, watu wanazifanyia challenge. Lakini nikwambia tu before sijazitambulisha hizo nyimbo, nikwambie Yami bwana, huyu ni mtoto wa 2000. Unajua bwana, matukio fulani hivi watoto wa 2000 wanakuwa na matukio. Nakumbuka kipindi cha nyuma, nikukumbushe kidogo kwamba kulikuwa na sakabimbi fulani hivi kwamba Barnaba katika nyimbo yake
na Yami alikuwa kama video vix. Sasa katika ile video vix kulikuwa kuna mambo fulani vya mahaba yalikuwepo, unajua tena mambo ya jealous. Sasa mkewe Barnaba si mwingine Raya, na akiambatana na mama yake ambaye anaitwa Mama Kimbo. Kama watu wengi walifuatilia pale Mama Kimbo, saruni ya Mama Kimbo, ile tamthilia ilifanya vyema fulani hivi, lakini Mama Kimbo wenyewe ni mkwewe na Barnaba wakaingilia kati. Kwa nini afanye namna hii? Ili itakuwa yupo naye katika mapenzi, lakini kukumbusha huyu ni mtoto wa Tanga. Haya mambo yalishaga, mimi nimekukumbusha tu kidogo, lakini tuendelee mbele kwamba nyimbo gani ambazo zilikuwa, yani nyimbo gani hizo tatu ambazo alizitambulisha Yami, yani alipotoka tu kujulikana, nyimbo gani ambazo alizozitoa zilikuwa tatu za nguvu. Ambayo ya kwanza ilikuwa Namchukia, lakini mbali na Mchukia nyimbo yake nyingine na Tunapendezana, lakini mbali na Tunapendezana nyimbo yake nyingine Ampendi. Anipendi. Nyimbo hizi zilifanya vyema kabisa na watu walikuwa wanafanyia challenge huko TikTok na Instagram. Lakini mbali na Instagram, YouTube zilifanya kama unavyojua bwana, mjini YouTube mpaka watu wa kuangalia inakuwa heka kinoma noma. Nikwambie tu Yami aliwania tunzo mbali. Kama unavyojua msanii bwana, ubora wa msanii huo unawania tunzo mbali. Lakini Yami naye bila yana akawania tunzo fulani ambayo inafanya vyema hapa nchini Tanzania, ambayo inaitwa Tanzania Music Awards. Kwamba 2023 Yami naye aliwania hii tunzo, akapata tunzo kupitia nyimbo yake ya kwanza Namchukia. Sasa bwana, nikwambie kupitia hii nyimbo yake Namchukia alishindwanishwa na wasanii kadhaa hivi ambao wanajulikana lakini sio sana, akiwemo Moko Genius, ambaye huyu nyimbo yake ambayo ilishindanishwa na Yami inaitwa Minawe. Lakini kutokana na sakabimbi lote hilo, Yami japo ni kitoto cha 2000 lakini yeye alifanya vyema kabisa, aliibuka mshindi. Mambo yamezidi kupamba moto, na kama unavyojua bwana, upambanaji bwana, kuna kushindwa na kutoka suru. Ayote katika matokeo bwana ukubaliane nayo. Lakini nikwambie tu Yami bwana ni msanii wa tatu wa kike. Sasa msanii wa tatu wa kike kivipi? Ndio nakuelezea hapa, nakupa yaliyojiri kwamba huyu bwana ni msanii wa tatu wa kike nchini Tanzania ambaye ni most streamed zaidi katika mtandao wa Boomplay Music 2023 pale, yani 2023, akiwa ametanguliwa na wasanii ambao nguli wa muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania wa kike ambao niliwataja hapo awali. Wa kwanza Zuchu, lakini mbali na Zuchu huyu kungwi wake huyu ambaye anaitwa Nandy, ambaye alimtambulisha katika tasnia ya music nchini Tanzania. Sasa bwana, mambo yalizidi kupamba moto. Kama unavyojua bwana, katika muziki lazima ufanye korabo na wasanii kadhaa hivi. Ujulikane kwamba wewe ni msanii, basi ufanye korabo, kwamba korabo inawakilisha upendo katika tasnia ya muziki. Sasa Yami amefanya korabo na wasanii kadhaa hivi, sio wengi, ni wachache, akiwemo Mbosso Kani huyu ambaye mashairi yake yanaimba sana ya kutoka kule India, ndio maana akajiita Mbosso alafu Kani. Na kama unavyojua Kani bwana wanapenda kuitumia sana kule wanangu wa India. Sasa wimbo ambao alofanya kolabo na Mbosso watu wengi wanaujua, lakini mimi bwana haina noma, na mimi nikukumbusha tu hiyo nyimbo inaitwa Nitadumu Naye, ambayo nyimbo hii bwana ilitoka 2024. Lakini bwana katika sakabimbi wa nyimbo hii nikukumbusha tu, na pia ileta mushkeli kidogo pale, akasema kwamba Yami bwana mavazi yake ambayo anovaa na kufanya video vix ama kuimba na wasanii wa kiume inawatega sana, kwamba watu walishamsemelea sana hapo kwamba yeye Yami ana mahusiano na Mbosso. Ni haya tu, lakini mimi sitaki kuelezea sana. Haya mambo alikuwa wazi sana katika social media, yalitamba sana. Lakini nikwambia tu hii nyimbo sasa
hii nyimbo ambayo aliofanya korabo na Mbosso bwana ilifanya vyema kabisa katika mtandao kule mjini YouTube. Iliangaliwa na watu yani wanaozidi milioni 8.2. Soma hiyo, mambo yamezidi kuwa si ya kawaida. Yani just imagine kwamba wewe, yani kitu ambacho unachokifanya wewe waangalie watu zaidi ya milioni 8.2. Ni kitu ambacho si cha kawaida, kwa kwamba watu wanazidi kukufuatilia. Lakini mbali na kufanya korabo na Mbosso, lakini Bina Yana alifanya korabo na Nandy mwenyewe ambaye The African Princess Label ambaye alianzisha lebo hii 2024. Alitoa nyimbo pale ya Ron ambayo ilifanya vizuri sana. Nyimbo hii sasa imeandaliwa na Mafeeling Records ambayo imefanya vyema kabisa. Nikwambia tu kitu ambacho kinachokutoa mjini siku zote usikizalau. Yani honestly usikizalau, na mtu ambaye anayekutoa mjini siku zote usimdharau, kwa sababu yeye ndo alikupitisha kona ya huku na huku, ama kushoto kulia, ndo watu wakakutambua. Nikwambia tu The African Princess Label ilimfanya Yami ajulikane na watu mbalimbali, lakini mbali na watu mbalimbali ajulikane na makampuni makubwa, ikiwemo pale kampuni ya usambazaji music barani Afrika na India. Kama unavyojua bwana, kampuni hii inatambulika sana na watu ambao wanafuatilia muziki. Wanajua kwamba hii kampuni ni kubwa sana, ambapo kampuni hii bwana inashirikiana na kampuni kubwa ya muziki wa dunia ambayo inaitwa Winner Music Group, ambayo inafanya vyema kabisa. Yani ya wasanii ambao wanafanya vyema, muziki yao inapelekwa huko. Sasa bwana, pale bwana mambo yalianzia hapa kwamba Yami alipojulikana sana, unajua tena alisainiwa hapa katika The African Princess Label, na yeye bwana akataka ajitoe katika lebo hiyo, aanzishe mambo yake ama aanzishe safari yake yeye mwenyewe bila kumtegemea mtu yoyote. Katika 1 na 2 Yami akaelezea before hajatoka katika lebo hii ilimgharimu alipe pesa nyingi, kwa sababu alikuwa anavunja mkataba. Kama unavyojua mkataba bwana, kabla hujamaliza unatakiwa ulipie. Basi nilipia pesa nyingi, na kama unavyojua bwana, wasanii wakitoka katika lebo fulani, kama nikukumbushe pale awali ama nyuma, Harmonize naye ilikuwa hivyo hivyo katika lebo ya WCB pale. Kulikuwa na ugomvi kidogo hapo, yani conflicts between yeye na Diamond Platinum. Mambo yalikuwa si mazuri sana, lakini kama unavyoona Yami na yeye na Nandy yalikuwa hivyo, lakini si sana yale maugomvi sana, lakini ilimgharimu atoe pesa pale kwa sababu anavunja mkataba. Mimi nasema tu sijui Yami alijipanga before ya kutoka katika lebo hiyo The African Princess Label. Baada tu ya kutoka akachepi yake bwana yenye nyimbo 6 za nguvu ambayo inaitwa, unaisikiliza, ambayo inaitwa After All. Ilikuwa na nyimbo 6 hivi fulani ambayo ilitoa 2025. Nikwambie tu The African Princess Label Yami alitoka 2025, lakini 2025 hiyo akatoa After All, yani EP yake Fanya Poa, ambayo ilikuwa na nyimbo 6 za nguvu. Kama unavyojua bwana, mambo yalikuwa si mabaya. Nyimbo yake ya kwanza inaitwa Arenare, lakini mbali na Arenare nyimbo nyingine inaitwa Pole, lakini mbali na Pole nyingine inaitwa Doze Doze. Nyimbo nyingine inaitwa Unanichukia, lakini mbali na nyimbo Unanichukia nyingine na Enjoy. Huyu msanii bwana amezidi kupamba moto. Kama mnavyojua bwana, ni msanii mdogo ambaye amezaliwa katika miaka 2000 fulani hivi, lakini anafanya poa, anajisimamia, japo kwamba watu wanamsemea vibaya. Kama unavyojua bwana, katika maisha ni kwambie tu, hata wewe kitu ambacho unachokifanya hakuna mwingine anachokifurahia, ama vitu unavyofanya wewe hakuna mwingine anavifurahia vile vitu. Sasa huyu bwana Yami, watu wengi wanamsema sana kwamba yale mavazi yake anayoyavaa
inakuwa simila na desturi za Kitanzania, kwamba anachia maungo yake ambayo ya muhimu kwa mtoto wa kike si vizuri kuyaonyesha, lakini yeye ukimwangalia Yami anayaonyesha watu, kitu ambacho kinachopelekea watu wanamsema sana. Na kama unavyojua bwana, ile ni title yake ambayo yeye inamtambulisha Yami yuko hivi. Kama unavyojua bwana, anapenda kuvaa mapigo fulani vya ambayo naacha maeneo ya kitovu, lakini ya bwana kama msanii ajari wala nini. Nikwambia tu, baada ya sakabimi zote hizo, kuna nyimbo yake fulani hivi ambayo inatamba sasa hivi, inaitwa nini ambayo hii bwana, hii nyimbo sasa, ngojea kabla tujaenda kuitambulisha hii nyimbo ambayo inayotamba sasa hivi katika naniliu, katika kuitambulisha EP yake ambayo inaitwa After All, alifanya korabo na msanii mmoja ambaye anaitwa Dogo Sergeant. Dogo Sergeant huyu ni chipkizi katika muziki wa singeli, ambao wanangu wanaopenda mambo ya singeli, huyu alikuwa ni chipkizi kabisa. Wengi wanaofuatilia wanajua kwamba Dogo Sergeant ni chipkizi fulani katika muziki wa singeli. Sasa nikwambie kwamba kuna nyimbo fulani hivi ambayo inayotamba sasa hivi aloimba Nandy, alofanya korabo na Darasa, ambayo inaitwa ni Chumu. Kama unavyojua bana, ukipita katika social media kule sana TikTok, vijana wa sasa ama wakina dada pamoja na wakina kaka wanaifanyia challenge sana. Nikwambia tu, hii ni historia fupi ambayo inayomhusu Yami toka alipoanza muziki wake wa Bongo Flava mpaka sasa alipofikia. Nikwambia tu, sauti inayosikika ya Mawimbi ni ya official Miss ZD, ama kipenda nite Binti Music, utakuwa hujakosea. Lakini nikwambia tu, pale TikTok, pale ukienda TikTok unapatikana kama Z160, ukinifollow comment zako utakuwa hujakosea. Lakini mbali na TikTok, pale mjini YouTube pale Dasaza Media, kile kilama cha kengele ukikigusa kile, na kwa maana familia ya Dasaza Media, matukio, habari, amsha chombezo katika social media tunakwenda kupitisha moja kwa moja. Soma hiyo mpaka wakati mwingine, palipo majaliwa Mwenyezi Mungu.